Charles Martin Hilali alikuwa mwanahabari mashuhuri wa Tanzania. Alihudumu katika vyombo mbalimbali vya habari ndani na nje ya nchi zaidi ya miongo minne. Mbali na hivyo, amekuwa kama mwalimu, mlezi na hata mshauri kwa wanahabari wengi ndani ya nchi hii pendwa ya Tanzania. Charles Martin Hilali alijizolea umaarufu kutokana na ucheshi na hata umaridadi wake katika utoaji wa habari, huku akiwa kinara katika utumiaji wa lugha adhimu ya Kiswahili. Hakika alivutia sana kumsikiliza. Charles Hilali alizaliwa Oktoba 22 mwaka 1959 katika kitongoji cha Jang'ombe huko Zanzibar, na mwaka 1968 familia yake ilihamia jijini Dar es Salaam, na ndipo alijiunga na shule ya msingi Mchikichini iliyopo Ilala, na safari yake katika fani ya utangazaji ilianza mwaka 1981 katika redio Tanzania ambayo kwa sasa inafahamika kama TBC. Alifanya hapo kazi hadi kufikia mwaka 1994 na baadaye alijiunga na Radio 1 Stereo, na mwaka 2003 alihamia DW huko Ujerumani, na mnamo mwaka 2006 alijiunga na BBC Service ambako alijipatia umaarufu mkubwa sana katika ukanda huu Afrika Mashariki. Ikumbukwe kwa kipindi alichokuwa hapo BBC ndiye alikuwa Mtanzania wa kwanza kutangaza kwa lugha adhimu ya Kiswahili mechi za fainali la Kombe la Dunia mwaka 2010 zilizofanyika huko Afrika Kusini. Wahenga walisema mkataa kwao ni mtumwa. Naam, baada ya miaka mingi kupita akiwa ughaibuni, na mwaka 2015 Charles alirudi nyumbani Tanzania na kujiunga na Azam Media, ambapo alichangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha taarifa za habari za ndani, na hapa sasa atakumbukwa kwa mengi, hususani katika uwasilishaji wake wa habari. Je, unakumbuka vibwagizo vyake baada ya habari? Hii ndiyo kusema hakuwa tu mtoaji wa habari, bali aliwafanya watu wafurahi baada ya taarifa ya habari. Alihudumu hapo kwa kiwango cha hali ya juu hadi kufikia mwaka 2021 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu ya Zanzibar, na baada ya mwaka 2023 aliteuliwa kuwa msemaji mkuu wa serikali ya Zanzibar. Charles Martin Hilali alifariki tarehe 11 Mei mwaka 2025 huku akiwa na umri wa miaka 66. Pole familia, ndugu, jamaa na marafiki. Pole tasnia kumpoteza gori huyu wa habari.